Unajua mara nyingi tunao wakarimu ni wale tusiowajua. Kwa mfano, uliyemzoea unaweza kumuona kawaida, lakini usiyemjua unaweza kujishangaa tu, unaweza kutengeneza mazingira angalau. Hata mimi kanisani kwangu huwa nasema hivi, nawaambia washirika, jamani, mgeni wa siku moja asisome madhaifu yetu yote. Kuna wengine hata hekima hawana. Umepokea mgeni wa kuja kulala kwako siku moja, wiki, anaondoka merani kwako kabisa kwamba maisha yangu yote, hata mtoto nitakayemzaa asikanyage kwa fulani. Mgeni wa kupita, madhaifu yako yote unamwekea wazi. Jamani, jitahidi nunua hata ka kilo 25 hata kwa kukopa. Ale aondoke akiwa na kusifia. Sasa kuna wengine unafika hata kukupokea hakupokei. Nakumbuka kuna jamaa mmoja tuliwahi kusafiri naye huko mkoani, tukasafiri naye kutoka huko kwao tunakuja kwetu. Amesema nataka niongozane na wewe twende nyumbani. Kweli. Sasa karibu. Tumefika mjini Kasulu, Kigoma huko. Tumefika mjini Kasulu. Akasema, hapa huna mtu yeyote unayemfahamu tunayeweza tukaenda kwake tukajihifadhi? Nikakumbuka kuna dada moja jirani yetu ameolewa pale. Nikasema twende kwa dadangu hapa. Tumefika hapo, tumekaa. Tunamkuta bado yuko sokoni. Watoto kidogo wengine wale wakubwa kubwa walikuwa wananifahamu. Tumekaa hapo na vumbi la huko lilivyo kidogo chekundu. Na usafiri ni kiangazi kipindi hicho. Tunasafiri na maroli. Huku kichwani utafikiri ni marubino. Tunaonekana tumacho tu. Tumekaa na mizigo yetu hapo. Watoto hakuna hata kutupokea wapeleke mizigo yetu ndani. Tumekaa mpaka saa 2 za usiku, mama hajatokea. Ila wameshampelekea taarifa kwamba kina fulani wapo. Alipokuja na tukuta tumekaa nje kama hivi, naona najipitisha kwenye miguu yangu kama najipata. Vitu gani viko hapa? Nikakunja miguu hivi nikamwacha kapita. Kaingia ndani, kafanya mambo yake, kamaliza, katoka. Anapita kwenye miguu yangu tena. Jamani, na hivi vitu wanaweka hapa. Sasa ina maana huyu dada siku hizi haoni. Ameshapita mara 2 mara 3. Akasema, kwani kumbe ni wewe? Nikasema ni Asheri. Nikasema mimi Asheri. Sawa. Hakuna kusema karibu na sawa. Akaendelea na mizunguko yake na sisi na mabegi yangu. Sasa mimi ndo niliyempeleka jamaa, tukaanza kuaibika. Nikajiona aibu kweli. Baadaye wakati wa kula tukakaribishwa. Tukaenda tukala. Tumemaliza, hakuna hata kupewa maji ya kunawa. Tukasikia kwenye banda la kuku kule anasafisha. Wakaweka mkeka huko kwenye banda la kuku. Ana nyumba tu za kutosha. Wakatuambia nendeni mkalale, karibuni kulala. Tukaingia kule. Kuna lidude fulani wanatengeneza kama limsengere, kama ligara la kuhifadhia mavitu, makaranga na nini. Wamelininginiza kubwa tu na kuweza kuingia hata ndoo 5 za karanga. Sasa lilishaoza mle, kuna wadudu. Tukajichomeka humo. Nikasema sasa ili wadudu wasiingie kichwani, nikachukua kimfuko cha rambo nikafunga kichwani. Ili nisichafue shuka, nikachukua kimfuko kingine nikavalisha kwenye mguu na kingine kwenye mguu nikajifunika shuka. Usiku ukisema jasho limenizidi, ngoja nijifungue. Kule mende wakitikisa kidogo, unashangaa mchanga kichwani. Tulivyotoka hapo, yule bwana alilaani. Akasema kuanzia leo siendi kwa ndugu yeyote. Kama nasafiri nitakuwa naandaa hela ya gesti moja kwa moja kuliko kupeleka mizigo kwa watu. Mgeni wa siku hii asichukue udhaifu wako ulionao. Ficha makucha. Mimi nina shangazi yangu mpaka leo nampenda. Nikienda kwake anapotaitiwa hanionyeshi vituko. Ananiweka wazi, tunakaa mezani, mwanangu,
Sasa ufanye uondoke. Maisha yangu yamekuwa magumu. Utakufa na njaa hapa mwanangu. Sasa kuna wengine ni vituko. Unaamka unakutana na hili. Ni anakuonyesha kwa ishara. Si useme, si uweke wazi kwamba nimetaitiwa. Vituko. Sasa huu sio ukarimu. Mtu mwenye haki ni mkarimu. Mtu mwenye haki ni mcheshi. Tena ucheshi usio wa kinafiki. Kuna mtu naona nacheka kumbe moyoni ameyaweka. Na hizo kanga ziliwahi kutoka kwamba usione nacheka moyoni nimeyaweka. Anasema si nimemsamehe, tumesuluhishwa nimemsamehe. Nimemsamehe machoni pa wale watu. Ngoja ajue bado ninayo, ngoja nikamnunulie kanga. Naenda naitafuta. Hebu tuone maandishi, nisomee. Usione nacheka moyoni nimeyaweka. Hiyo ndo inayotakiwa. Anaenda na mkabisi. Bwana kaa kwa makini, najua mwenzangu bado anayo. Tunaambiana kwa vitendo. Waliookoka hatuko hivyo. Amen. Amen. Muda wetu natuishia, niende haraka. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia. Yeye alikuwa ni mkarimu kweli kweli. Ni mcha Mungu kweli kweli. Akajichagulia namna ya kuishi na kutumika ndani ya kanisa na katikati ya jamii. Kwa sababu Biblia inaponionyesha kwa habari ya huyu mtu, hainionyeshi kwamba alikuwa na wakarimu tu waliomo kanisani. Isipokuwa Biblia inaeleza alikuwa ni mkarimu kwa wajane wa Kiisraeli na mayatima wao. Naitwa Dorcas. Ambaye huyu Dorcas huyu Dorcas Biblia haimuelezei kwamba alikuwa na umri gani. Kwa hiyo wengine wanamsema ni kijana, kwamba alikuwa ni binti. Huyu alikuwa ni mkarimu, alikuwa ni mfadhili, alikuwa natoa, alikuwa anawabariki watu, akawa na maisha yanayosifika kila kona. Na unapofanya jambo kwa mtu, ile sifa njema inatangazika kila kona. Wakawa wanasema jamani, kuna huyu dada, jamani nimekutana naye. Kwanza unapoongea naye, ile sauti yake, ule ukarimu wake unakuvuta, unahamasika, unajisikia kufunguka. Jamani ni mtu wa ajabu sana. Anapatikana wapi mwenzangu? Anapatikana sehemu. Japokuwa kwa sasa kuna wengine, akitokea mtu mwenye roho nzuri wa kusaidia watu, hata wale wa kuelekeza nao wanataka wapewe hela. Yaani mtu asiye haki, kila kona nataka malipo. Unajua sisi tulivyolelewa kwenye makanisa ya KFPC ya huko nyuma. Kwanza tulivyolelewa, tulilelewa kwenye mazingira ya kujua kwamba kazi ya Mungu haifanywi na hela. Huko yaani tunajenga kanisa ni kwa kujitolea. Tunafanya hiki ni kwa Sasa siku moja engineer mmoja kaja kaniambia, mpendwa mtumishi, wakati mnajenga hapo unapotaka kwenda kusimikwa, utanishirikisha na mimi nije nitie baraka zangu hapo. Si nikajua kutia baraka zake ni kuja kuchangia nguvu yake. Kumbe anataka aje ajenge apewe hela. Nikasema watu wamepotoka, ujue siku hizi. Unasema na mimi nije nitie baraka zangu, kumbe wewe unataka uje unyonye baraka za watu. Kwa hiyo kwa kweli huduma ya huku bado inaniwewesesha, kwa sababu wa huku sijawasoma vizuri. Wanaolelewa katika malezi ya sijui ya teknolojia ya kisasa. Yaani unaweza kuhisi Biblia imebadilika, kumbe ni ile ile tunayotembea nayo. Unashangaa huku wanaenda hivi, huku wanaenda hivi. Mwingine naruka na mguu mmoja, mwingine miwili. Wengine wanatembelea vichwa kwenye ulimwengu wa roho. Yaani tunabimbilika tu, tunakwenda tu. Wengine watafika kwa Mungu na ulimi umeshawatoka.
Na Mungu anatushangaa za foleni wanangu, ngoja niwapoze kwa kuwapangusa machozi. Lakini si kwa shughuli hiyo uliokuwa nayo kwenye safari yako hiyo. Tunahitaji Mungu atutie nguvu sana. Dorcas akaongeleka kila kona. Dorcas akasifiwa kila kona. Wajane wa Kiisraeli wakamtambua. Mayatima wa Kiisraeli wakamtambua. Kila anakokwenda wakatamani wajue yuko wapi, wakatamani wajue ofisi zake, wakatamani wawe karibu naye. Maana waliokuwa wanaenda wanasema, mama, mimi angalia kale kadera ulikonipa juzi kati, ndio haka kakutokea kakushindia, ni haka na kafua usiku, naomba niwezeje? Anasema usijali. Anampa na madera mengine 3. Anasema sasa hako endelea kushindia, za kutokea utakuwa unabadilisha hizi hapa. Anasema asante. Akitoka hapo ni ushuhuda na kwa watu wengine wanashuhudiana. Sasa huyu mtu siku ya siku kifo kikamkuta akafa. Wewe unafikiri wale waliokuwa nawezeshwa walifanya nini? Unafikiri walisema malipo ni hapa hapa? Hawakuzungumza. Wa kwanza aliyesikia mweleka nke, japokuwa haikuandikwa. Maana ni kizunguzungu, ni kiwewe. Kwenye misiba tunaona wengine miguu inakamata, wanakamatwa, wanashikwa. Anajiuliza, nilikuwa nasoma, nani mwingine atanilipia ada? Mwingine anajiuliza, nilikuwa nalala njaa. Akija tu najua siku hiyo tumepona wiki nzima. Maana kuna wengine wamebarikiwa, akifika sehemu anasoma mazingira kwa haraka, kiroba cha unga hicho hapo. Akiondoka anabaki yani hata watoto hawaamini, wanaenda wanaangalia kiroba na sisi unga.